Karibu kwa taarifa zetu, tunaandamane hadi tamati. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya anazuiliwa katika afisi za makao makuu ya EACC hapa jijini Nairobi. Natembeya anatuhumiwa kwa ufisadi. Kwa mujibu wa wakili wake Ndegwa Njiro, Natembeya amekamatwa ila mawakili wake hawajapewa nafasi ya kuzungumza naye. Seth Olale yuko huko na anaungana nasi mubashara kwa maelezo zaidi. Seth, tueleze hivi sasa ni nini kinachoendelea? Naam, asante sana Mashirima Kapombe. Hivi sasa tume ya kukabiliana na ufisadi EACC imetoa taarifa maalum kuhusu kukamatwa kwa gavana huyo wa Trans Nzoia ambaye ni George Natembeya. Nakumbuka kwamba kulingana na taarifa ambayo imetolewa hivi sasa tu na tume ya EACC ni kwamba si Natembeya peke yake ambaye anachunguzwa kuhusiana na uagizaji, shughuli ya uagizaji katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia ambayo inagharimu takriban shilingi bilioni 1.4. Basi mbali na George Natembeya, wengine ambao vile wanachunguzwa ni Emmanuel Masungo ambaye ni Chief Officer wa Finance. Vile tunaye Dorothy Nukuri ambaye ametajwa kuwa Chief Officer Water. Mwingine ambaye vile anachunguzwa na tume ya EACC ni Elia Liambula ambaye ni mkurugenzi wa uagizaji ama Director Procurement. Vile tunaye Desmond Shivachi ambaye ametajwa kama contractor na ambaye anaaminiwa kuwa na ushirikiano wa karibu na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Basi kama ulivyosema Mashirimba hapo awali ni kwamba hivi sasa George Natembeya anazuiliwa humu ndani katika makao makuu ya EACC katika jumba hili la Integrity. Hii ni baada ya kukamatwa kwake asubuhi nyumbani kwake hapa jijini Nairobi. Kumbuka kwamba mbali na hapa vile kumekuwa na shughuli ya upekuzi kule nyumbani kwake eneo la Trans Nzoia Kitale haswa, ambapo maafisa kutoka kitengo cha EACC na vile kutoka tume ya EACC na vile wakishirikiana na maafisa wa DCI waliweza kufika pale. Kwa hivyo hivi sasa tunasubiri tuone yale ambayo yatajiri, kwa sababu kwa mujibu wa wakili wa George Natembeya ambaye ni Njiru Ndegwa alisema kwamba wangali wamezuiliwa kutangamana ama kuzungumza na mteja wao George Natembeya. Na hii hapa kauli ya Ndegwa Njiru aliponena nasi hapo awali. Very much. We are here to just brief you on what is happening. As it's all known that His Excellency Natembeya was this morning arrested and his houses were raided this morning. And as we speak, the police are still raiding the premises and the residents. And Kenyans have been seen protesting as against that. So we followed our client to the EACC headquarters. But unfortunately, we are not allowed by the EACC officers to access our client. They say that they have brought him for statement recording, but he's not allowed to access any legal facility by the EACC. When we ask them why we are not able to access the client, they are saying that the director in charge of investigation is yet to decide whether or not the client the advocates will access their clients. So that's the current situation as we are here at the EACC. They have locked in our client. The client is inside here, but we're not able to access him or even to give him any legal counsel on all what the processes that are currently. Ndegwa Njiru ambaye ni wakili wake George Natembeya. Na mbali na Natembeya kama nilivyosema ni kwamba kuna washukiwa wengine 4 kama nilivyotaja: Emmanuel Masungo, Dorothy Nukuri na Elia Liambula na Desmond Shivachi ambao vile wanazuiliwa. Kumbuka kwamba EACC imesema kwamba ni uchunguzi kuhusu miradi 3 ikiwemo uwanja wa Kenyatta pale Trans Nzoia, na vile wanachunguza kuhusu
kuhusu madai ya utumizi mbaya wa fedha katika ujenzi wa makao makuu ya Trans Nzoia, na vile vile wanachunguza kuhusu hospitali ya Tom Mboya iliyoko katika kaunti ya Trans Nzoia. Basi ni uchunguzi ambao tunausubiri tu hapa katika makao makuu ya EACC, na bila shaka mtazamaji, tutakujuza tu yale ambayo yanajiri kutoka hapa jumba la Integrity, na ambapo gavana wa Trans Nzoia George Natembeya anazuiliwa baada ya kukamatwa kwake asubuhi nyumbani kwake jijini Nairobi. Mashirima. Naam, shukran Seth kutoka makao makuu ya EACC. Tuweza kupata maelezo zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Kwingineko, maafisa wa polisi waliokuwa